Yo, mambo vipi washikaji, director Tiro X ya hope mko poa, mko vizuri sana bana. Umeona jana, siku ya jana Sony amepeleka balaa kwa Canon, lakini mimi naona sio balaa. Sony ameintroduce Sony FX5, kamera nzuri sana, but mimi nitaenda kukwambia leo ni vitu gani ambavyo vimenivutia kwenye hii kamera na vitu gani ambavyo havijanivutia kwenye hii kamera. Kwa nini nitakwambia? Kwa sababu mimi napenda Canon, japo naona hapa natumia Sony, lakini navutiwa sana na color science ya Canon na baadhi ya vitu vingine kwenye Canon vinavipenda mno. Kwa hiyo nitaenda kukwambia ni vitu gani ambavyo vimenivutia sana kwenye hii kamera na ndakuhitaji wewe na wewe viangalie uone kinakufaa. So kama utapenda review utaniambia, nifanye deep dive, utaweka comment yako, nifanye deep dive ya Sony FX5 ili kuvutie kama unaweza kununua. Kwanza kitu ambacho nimekipenda safari hii, Sony ameenda kutoa high resolution. Resolution yake imekuwa ni kubwa. Umeona Sony alikuwa ni mtu wa kutoa 4K, ni 4K na yeye. Sio Sony A7S 5, sio A76, Sony F nini, FX3, FX3A, FX2, zote hizi kamera. Na mnajua Sony hizi FX hizi anazo tatu. Kwa watu msiojua, cha kwanza ana FX6 ndo kamera ambayo ilifanya vizuri, alafu ana FX3, alafu ana FX2. Watu FX2 Sony alitoa ikifanya vizuri sana sokoni. That's why akaja akaitoa ikifanya vizuri, bado akafanya refreshment ya FX3 akarudi sokoni zaidi. So nitakwambia kwa nini mimi nimependa hii Sony. Naweza nikafanya deep dive lakini sitaki kwenda huko, lakini nataka nikuonyesha tu vitu vichache ambavyo vimenivutia FX5. Sababu ni mimi naona ni value, sio value of money, lakini actually ni kamera nzuri. Nitakwambia vitu vichache sana ambavyo ni bora sana kwenye hii kamera. Kitu cha kwanza nimependa Sony wametoa resolution kidogo ni kubwa. Kwa sababu mara nyingi anapenda kutoa 4K. Kamera zinazorekodi 8K kwa Sony na sio 8K OG, ni 8K ya kawaida sana. So kwa mfano zile Sony A7R au Sony sijui A1 zote zinarekodi 8K, lakini watu hawakupenda sana kutumia 8K, but that's why wanatumia sana 4K. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho mimi kimenivutia sana kwenye hii Sony ina rekodi 5K. So 5K ni value of money na ni kamera moja nzuri for 5K, na pia ina rekodi open gate kwenye 60 frames. So imagine 5K open gate kwenye 60 frames, mimi nimependa. Hiyo ni resolution ambayo Sony hakuwa nayo. Na ifahamike kwamba Sony ndio kamera yake ya kwanza inaweza kurekodi open gate. Sina hakika kuhusu Sony Venus, sababu Sony Venus inapendwa sana na Hollywood, lakini sijui kama inaweza kurekodi 5 au inaweza kurekodi labda open gate. So here ni yake sawa. Ni kuambia ukweli, sijui kama anaweza kuwa labda open gate iko kwenye Sony Burano sawa. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho kingine nimekipenda kwenye hii Sony, inaweza kurekodi 32 bit of flow. Kwa hiyo hauhitaji zoom. Unapotaka kwenda kufanya kazi location, bali mimi inabidi niwe na zoom recorder ili niweze kupata sauti yangu. Hata kwa mfano hapo naona naongea, kuna watoto wengi, makelele mengi. Kwa hiyo maana hii hapa ningekuwa kama na record 32 bit of flow, maana kwenye editing mimi naenda naichuja tu sauti vizuri, sauti za watoto zinatoka, inabaki sauti yangu inaongea clear. Kwa nini? Ina 32. Kwa hiyo watu wanapoenda kufanya kazi location hawahitaji tena 32 bit of flow. Sony wamefanya kazi nzuri sana. Kitu kingine nimekipenda kwenye ile kamera, screen yake. Unaona hii screen, ukubwa hii screen ni kubwa sana, lakini Sony ameenda ku upgrade screen, imefika hadi hapa. Sio, unaelewa hapa. Na hii screen yake, Sony screen inatoka hivi na ile screen inaweza kutoka kama hivi, alafu pia inaweza kuja huko. Kwa watu wanaotumia Lumix nadhani wanajua screen inavyobetuka vile. Kwa kwenye screen nzuri, alafu screen kubwa. Canon ningeomba ajifunze hicho kwa Sony. Alafu pia nimependa ina type C 2. Type C 2 kwa maana type C moja unaweza kutumia as a power, type C ya pili unaweza kutumia labda kama camera control au na tethering yoyote unaweza kufanya hizo kitu. Kwa hiyo nimependa hicho. Nimependa pia ina Ethernet ya 12G, 2G, haijafika 12G na baadhi ya vitu vingine. Na pia chingine nimependa wameweka triple base ISO. Triple base ISO na hiyo wameiga kwenye Canon. Yaani ina maana ina ISO base 3. Kitaka nikuelezee deep dive ya ISO hizi, maana yake na jinsi inavyotumika, naomba watch comment au kuambia, lakini ujue ina triple base ISO, ina ISO base 3 ambazo ni bora sana. Kitu ambacho sijakipenda kwenye Sony FX5, cha kwanza bei yake ni kubwa sana. Bei yake unaweza kununua Blackmagic Pixels 12K. So me sioni kama ni value of money. Kwa hiyo naweka pembeni. Kitu kingine ambacho sijakipenda kwenye hii kamera, inafanana body the same na FX3. Kwa hiyo sijaona kama ni kitu kipya. Nimeona ni kitu kile tu, sifili kama ni kipya. Unajua ukiangalia Canon C50
ukaja kuangalia na Canon R6V una feel yani. Unajua si watu wa Canon tuna feel kutumia Canon kwa sababu kila siku tunapata kitu kipya kama wave, tunasema form factor ni nzuri yani na feel. Lakini mtu ukiangalia kwa mfano, mtu ukiangalia kwa mbali hivi mtu akiwa nayo, kwa mfano hii kamera hapa, hii ni Sony A7 III, lakini mtu akiwa na A7S III ikikaa hivi hivi huwezi kujua. Ndio shida ya Sony, hauwezi kujua. Paka mtu yani mtu anaweza kujua hapa ni bila kuambia mimi A7 series unaweza kujua labda ni A7 IV, labda ni A1 au ni zinafanana, the form factor ya Sony zinafanana zote. Kwa hiyo si feel kama ni kamera mpya. Naona tu labda ni itakuwa tu labda FX3 Mark II wao wamefanya hiyo FX5. So hivyo. So kwenye ubora mwingine nimependa ina dynamic range yake nzuri, alafu pia ina workflow ya RAW. Na workflow ya RAW wamekuwa trend au wamepata hii kitu kutoka kwenye Sony Burano. Sony Burano unajua na record RAW 8K RAW. Kwa maana kwenye editing unaweza workflow yake unaweza kuadjust white balance, RAW kama RAW nyingine zinazofanya ISO na vitu vingine kadhalika. Kwa hiyo mimi binafsi naona ni kamera nzuri, lakini bei ni mbaya. Lakini sasa chengine ambacho sijakipenda, hii ni sawa na C50. Yani Canon C50 ni bora kuliko FX5 ya Sony kwenye kila kitu, kasoro tu kwenye 32 bit of flow, ndio maana aka-add. Lakini vinginevyo hivyo nitakwambia Canon C50 ina record 7K, Sony hiyo inaishia 5K. Sio, umeelewa? Open gate C50 anayo open gate, si ndio? RAW ya Canon ni bora zaidi. Unajua RAW ya Sony haiwezi kuadjust ISO, lakini ya Canon unaweza kuadjust mpaka ISO. Color science we know that Canon ina color science nzuri. Ukija kwenye ubora wa picha huwezi kuniambia kama ina record 5K na hii ina record 7K inakuwa imezidiwa ubora. Sio sawa, wala sio kitu ambacho naweza kikawa inspire kikakuinspire. Naona ni kitu cha kawaida. By the way, ni kamera nzuri. Alafu ukija kwenye bei ya C50 inauzwa $4,000. Hii inakaribia $5,000, kwa hiyo imezidi $1,000 mbele. So watu wa Sony najua ni watu fulani hivi wajinga ambao wao wanachukuliwa we know Sony imetoa mbele, usinunue. Mimi si kama mtu unataka, kama haujanunua FX3 na unataka kununua FX3, usinunue, enda kanunua FX5. Sababu ni kweli ni hapo imepanda, ni ina vigezo kwa kusema hii ni FX5, wameongeza baadhi ya vitu. Kama una FX3 baki na FX3 yako kwa sababu inatosha na hiyo. Vinginevyo ni kamera nzuri. Watu wa Sony 80, ila ni kamera nzuri. But mimi nimeipenda na kuna sehemu nyingine sijaipenda. Ila ukinipa sasa hivi hela nikanunua, nitaenda kununua C50 kwa sababu C50 inavniofa vitu vingi sana. Chengine pia wametoa beti nzuri. Beti yao inakaa na charge sana.